Hapo zamani za kale kulitokea tajiri mmoja bahili. Siku moja alinunua mbuzi wake, akampelekea mpishi. Akaanza kumpa ratiba za yule mbuzi. Akamwambia kwa nyama nusu tutaipikia kwenye pilau. Nyama nyingine iliyobaki tutahifadhi kwenye friji. Alafu utumbo wa mbuzi tutakupikia ndizi. Kichwa chake kifanye kiwe supu. Alafu miguu itengeneze iwe na mchuzi wa chukuchuku. Lakini haitoshi. Akamwambia na ile ngozi tutaifanya kuwa mkeka, tutalalia nyumbani. Bado ubaili kaendelea hadi kile kinyesi cha yule mbuzi wake akamwambia tutakifanya kuwa ni mbolea. Lakini mpishi akaona yule tajiri amesahau kitu. Akamwambia, "Je, hauhitaji sauti ya yule mbuzi tukaifanya kuwa ringtone kwenye simu yako?" Nitakuwa unajifunza nini mke wangu? Maisha yamenifunza vitu vingi sana. Sana. Binadamu anaweza kubadilika kutokana na roho ya binadamu mwenzake. Mume wangu, kwa sasa nina roho mbaya sana. Sana mume wangu. Kaka, yaani mama anakutafuta kule, kumbe uko na utasa. Si ndio umekaa nyumbani kule na mke mdogo mambo hivi karibuni tuletea mtoto? Wewe Halima. Hebu kutumia tafsida, punguza ukali wa maneno. Niache. Usinitasa huyu. Huyu ni mwanamke gani huyu? Wifi. Unajua nakuheshimu sana. Nani wifi yako? Mimi sio wifi yako. Sikupendi wewe. Unajua sikupendi. Tena uishie hapo hapo dada koma. Umesikia? Hebu nibishege mimi. Wewe. Unaona mume wangu? Nitampiga yule. Unaona? Mimi nikiwa nalalamika unasema mimi naongeza na unaona nafanya ndugu zako mume wangu. Unaona? Nani mimi nimekosea wapi mume wangu? Wapi nilipokosea mimi lakini kila siku mimi mume wangu kweli? Wewe mimi si zai tu mume wangu. Kwani mimi nimependa kuwa hivi mume wangu? Nimependa. Si ni Mungu tu pekee ndo kapenda mimi niwe hivi. Mbona mnaniandama kila siku lakini? Basi mke. Mwanzo. Au marohani Usilie. Ukiniona nikumbusha misiba ya nyumbani, namkumbuka babu yangu, ule mchungaji John, namkumbuka marehemu Henry. Nachoka mume wangu. Marehemu Kiunda. Nachoka. Nakumbuka marehemu wote waliofariki. Nyamaza mke wangu. Nyamaza. Mbona mimi nikakulia hapa?